Ndiyo maana watoto wa Mungu, nilitamani kwa siku ya leo nigusie ushuhuda wa kijana mmoja wa anaitwa jina lake Menyanu Bienvenu. Menyanu Bienvenu. Huyu Menyanu Bienvenu ni kijana ambaye anatoka katika nchi ya Benin, na mji wake ambao anaishi ndani unaitwa Dekame. Huu mji wa Dekame ni mji mdogo ambao uko katika umbali wa kilomita 55 kutoka mji wa Cotonou, na hapo ni kusini mwa Benin. Na huko kwao ndiko kuko kitofu cha hili dini ambalo nilisema le Vaudou. Menyanu Bienvenu amezaliwa huko Dekame, na huko ukiangalia ndiko kunakuwa kitofu, sababu ni hizo sehemu ndiko Vaudou ilitokea, ikatembea, ikaingia Amerika, na leo inakuwa kubwa na kali sana katika nchi ya Marekani. Huyu kijana ambaye kwa sasa ni mwinjilisti, katika ushuhuda wake anasema kwamba amezaliwa katika jamaa ambalo wazazi wake tangu kizazi cha 4 kupanda juu, yani kutokea kwake anapopanda juu kizazi chake cha 4, wote walikuwa wachawi. Yani yeye amezaliwa yuko mchawi. Mama yake na baba yake walikuwa wachawi na wanatoka katika jamii za wachawi. Babu zake wa baba na mama ni wachawi, ndio kizazi cha 3, na baba kuu, yani babu ya babu yake ya baba yake, nao ni wachawi. Yani hadi kizazi cha 4 kwa kupanda juu, huyu kijana hakuwa na lolote la kuepuka uchawi. Amezaliwa, ametoka tumboni mwa mamaye yuko mchawi, sababu kwanza alikawia tumboni mwa mama. Mtoto anafanya ni miaka 9 tumboni, lakini yeye ni miezi 9 tafadhali, yeye alifanya miezi 14 tumboni. Na pepo zilimuamuru mama yake siku ya kuzaliwa kwa huyu kijana Bienvenu amzalie kwenye kaburi ya babu yake, yani ya baba yake, na wakamwambia atamzaa ni usiku, hapana mchana. Na alimzaa saa 7 za usiku, na alimzaa kwenye hilo kaburi la babu yake. Na huyu mtoto akazaliwa ana meno 2 kinywani mwake. Mkiona hii ni maajabu ajabu tu ya kuonyesha kwamba huyu kijana alizaliwa ni mchawi. Kuna shuhuda zingine ambazo nilisoma, si wote wanaozaliwa ni wachawi. Kuna wengine wanafanyika kuwa wachawi, kama jinsi nilivyosoma ushuhuda wa Lisungi ambaye naye kwa leo ni mwinjilisti. Sijui kama bado angalike ama amefariki, sina habari zake, lakini huyu Lisungi nimemuona mimi kwa macho, na alikuwa akishuhudia namna gani aliingia katika uchawi. Ilitokana, yeye amezaliwa ni Mkristo katika jamaa la Kikristo. Tafadhali, kuna utofauti kuwa Mkristo na kuzaliwa katika jamaa la Kikristo. Wengi wanajiita Wakristo sababu wamezaliwa katika jamaa la Kikristo, lakini ukitazama na kuchunguza vizuri unakuta wao kabisa hawajawahi kumpokea Mungu Kristo, hawajawahi kabisa, lakini wamezaliwa tu katika jamaa la Wakristo. Na hawa ndio wengi makanisani, ni wavuguvugu, wanatesa kanisa kwa hali ya kuleta picha mbaya
kwa kanisa. Na utasikia watu wanasema waporo si wanaanza fanya kama sisi, sababu wengi wa watu hawajaokoka, lakini wamezaliwa katika jamaa za Wakristo. Na huyu Lisungi amezaliwa katika jamaa la Wakristo, lakini maisha mabaya aliyoyapitia wakati alipoanza university, kuchukiliwa na mume wa dada yake, ama alikuwa binamu yake, alikwenda kuishi kwa binamu yake ili asome. Sasa mume wa binamu yake kwa kumchukia sana na kumfanya ateseke, kukosa chakula, kufanya nini, habari yake ikatembea university yote, ikajua ya kwamba anateseka mahali alipo, mpaka wakati mwalimu wake mzungu akamwambia, alikuwa padiri wa Kikatolika, akamwambia njoo ukae kwangu, sababu nimesikia habari ya kwamba unateseka huko mahali ulipo. Na alipokubali kwenda kuishi katika nyumba ya fahari ya huyo mwalimu ambaye ni mzungu, na ndio ilikuwa kwake mwanzo wa kujifunza uchawi. Yaani kuna wale wanazaliwa ni wachawi, kuna wengine wanafanyika kuwa wachawi. Nilikuwa ninaonyesha tu utofauti, lakini acha turudie kwa Menyanu Bienvenu. Menyanu Bienvenu alizaliwa yuko mchawi, amezaliwa katika jamaa la wachawi. Unajua wachawi wanaachiana, ni kama vile urithi ambao unakutana wengi. Mama yake akiwa mchawi huwa anachagua binti mwenye wako karibu naye, anamwachia uchawi. Kesho unakuja kutana mama alikuwa mchawi na binti anakuwa mchawi, na baba akiwa mchawi huwa anatafuta kijana ambaye wako naye very close, anamwachia uchawi. Ni hivyo ndivyo huyu kijana alipata uchawi. Sasa unapofuata ushuhuda wake, unagundua kuwa kila kazi ambayo aliifanya ni ile kazi ambayo mapepo wanyanyasaji, jana tumejifunza, wanaifanya. Hapo ndipo unaelewa kwamba kumbe wachawi nao ni wanajeshi wa shetani. Sababu unapoangalia kabisa kazi zote tulizozitaja jana, kufanya watu wao wasazi, kufanya watu wao wabubu, viziwi, kifafa, kipofu, tabia mbaya, kuua, ulevi na kadhalika, pepo zinafanya hiyo kazi. Unakutana na wachawi wanapelekea kufanya hiyo kazi. Sasa unakutana zaidi wachawi ndio wako juu, sababu wao wanapata hata wateja, wanapata waklient wakuja kuambia, nigeuzie huyu mtu kuwa hivi, nifanyizie huyu mtu kuwa hivi, nigeuzie huyu mtu kuwa hivi. Bienvenu alipata uchawi kwa miaka michache, bado yuko katika shule la primaire. Alikuwa na uwezo wa kugeuka nzi, anageuka nzi. Siku ya maexame alikuwa naenda nyumbani kwa mwalimu kama nzi. Nzi haiwezi kosa mahali itapita, na anaingia nyumbani na anasaka mahali pote. Examen mwalimu aliandika, yeye anachukua vile vitu, anakwenda ishakuwa na majibu shuleni yote kabisa, na ikamfanya kusoma na kumaliza masomo bila matatizo, sababu alikuwa na uwezo hata wa kumetrize walimu. Mwalimu alikuwa na uwezo wa kumetrize akili za mwalimu, alikuwa na uwezo wa kupiga ugonjwa walimu, na mwalimu akigonjwa sana anamwambia mimi nitakusaidia, na anapomsaidia anamwambia nipe alama hivi na hivi, mambo mengi sana. Anyway, siko huko, lakini kwenye ninataka kwenda ni kwamba zile kazi za mapepo ambao wanaongozwa na Beelzebul walizokuwa nazifanya, ndizo huyu anashuhudia ya kwamba wachawi wanatumika hivyo. Na yuko nataja kila mara ya kwamba pepo fulani nilikuwa ninamuita ili afanye hivi, ninafanya hivi, pepo wananambia hivi. Unakutana wanatumika na mapepo
wanatumika na nguvu za giza. Hili ni jeshi ambalo linatesa watu sana sana tena sana 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 tena sana, sababu hili jeshi ni watu wanaoishi na watu na wanajua mipango ya watu na wana uwezo wa kudili na watu kuliko pepo zisizoonekana ambazo zinaweza tu kuingia mtu, lakini inabidi kuwe na sababu ya kumwingia mtu, inabidi kuwe na hiki cha kumfanya hivi. Sasa unakutana shetani akapenda pia kutumikisha wanadamu. Basi ninataka kwenda taratibu nikitaja hizi kazi ambazo Bienvenue anaonyesha kwamba alikuwa akizifanya, na anasema si yeye tu, wachawi wengi wanafanya hivyo, ingalao hawana ushuhuda moja, sababu nimesoma wengine wachawi wanafanya hivi vitu vingi sana, lakini nimechukua tu echantillon ya huyu mmoja. Jambo la kwanza Bienvenue anasema katika kufanya kazi yake ya uchawi alikuwa na uwezo wa kumuua mtu. Alikuwa na uwezo, hata uwe wapi, Ulaya, Afrika, sijui wapi. Mchawi hakimbiliwagi, hauwezi mkimbia mchawi. Ndio unaweza kujiekarte kidogo, lakini akitaka kukufikia kwenye huko anakufikia. Bienvenue anasema alikuwa na mbanga ya mtu, mashwari. Unajua wao wanaua watu, wanazikua watu, wanatumikisha viungo vya watu. Sasa alikuwa anachukua ile mbanga ya mtu, anachukua na vikaya vya chupa, anavifunga pamoja. Yani hii mbanga huku mashware ya mtu, anakamata vikaya anavifunga kwenye mbanga ya yule ya ile krane yenye iko nayo, vuvu la kichwa alilo nalo, alafu anafungia vikaya na nguo ya kikwembe. Hapana kila kamba ya kikwembe, anavifunga pale. Baadaye anasema mambo yake, anaalika pepo wa kifo kwenda mpaka mahali kwenye ule mtu, sababu yule mtu ametajwa majina yake mle. Na anachokisema ni kwamba alipokuwa akisema vile, ameshika zile mbangambanga mkononi mwake na hivyo vikaya vimefungwa, anapoona damu inadondoka mikononi mwake inaanguka chini, hapo anajua ya kwamba yule mtu tayari pepo imemfikia na tayari imemchana koromeo yote. Sasa unakutana mtu anaamka na papo hapo anaanza lalamika vidonda shingoni, anaanza lalamika kutokujua kusema tena, na siku nenda siku rudi, unakutana huyu mtu anafanya nini? Anaenda anaharibika mwili na mwishowe anakufa. Nani alileta hii? Ni mtu alikuja kusema kuna mtu ananisumbua, nataka umnimalizie, na anamwambia leta tu jina lake na tutamumaliza. Watoto wa Mungu, ikiwa tunaishi leo, usifikirie kwamba ni kwa akili yako. Usifikirie aseme niko mbali sana na nchi ya Afrika ambako uchawi na ulozi unashamiri sana. Ikiwa unaishi, ni neema ya Mungu. Mwambie Mungu asante, sababu kazi za shetani zinafanywa, zinatumikwa, waliziita ni misteri. Angalia namna gani huyu mtu usiku wako wanamuombea dua zilizo mbaya, wanaweka vikaya, na vile vikaya vinakwenda vinakatakata koromeo, na unakutana mtu anakufa. Jana tulisema kuhusu pepo ya kifo, na tukasoma Marko
sura ya 9 na mstari wa 22. Marko sura ya 9 mstari wa 22 inasema, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Yaani huyu ni ule pepo wa kifo wa kuangamiza. Unaona kwamba anatumika na wachawi. Mchawi amefanya mambo yake na yuko ana invoke, nitakosa hayo maneno katika lugha ya Kiswahili, yuko na invoke, anaalika demo, anaalika pepo na kuituma kwenda kwa huyu mtu anayemtaja majina hapa. Unaona kwamba wanamfanyia kazi shetani. Bienvenue anasema jambo la pili, walikuwa najua kufunga uzazi. Hapa ninatafuta gusa wamama ambao mnaoweka chupi zenu hovyo hovyo. Bienvenue anaonyesha kwamba kilichokuwa namwezesha kufunga uzazi wa mwanamke yeyote ni chupi yake. Yaani mtu akienda kwake anamwambia, ninakuwa na mbanda yangu, sijui mke mwenzangu mkubwa, ama ninakuwa na mtu ambaye nina beef naye, ama kaka yangu kaoa binti ambaye mimi sitaki, sijui. Muangalie tu hali situation yoyote ambayo mtu mmoja anaweza kukuonea wivu na baadaye anasema huyu asizae. Kitu ambacho Bienvenue alikuwa naomba, alikuwa namwambia, nenda ukalete chupi yake. Ni mara ngapi mtoto wa Mungu umepoteza chupi? Ninamjua dada ambaye ilikuwa kwake vigumu kuzaa, na ilibidi ili afikie kuzaa nichukue hatua ya kumwambia kuingia katika maombi. Sikumwambia maombi mengi, lakini nilimwambia ombi la siku moja. Nikamwambia achukue ombi la siku moja. Na sababu mimi nilikuwa naenda kazini, na mimi nikachukua maombi, nikaenda kazi, lakini nikamwambia tutakutana mama saa 12 ninapotoka kazini, sababu ndio muda wa kufungua. Na tulipokaa na ule mama hiyo wakati, ilibidi kwanza mbele ya kumwombea nifanye cure dame na yeye, na nikapandisha mawazo, sababu mara kwa mara kama wachungaji inabidi unajua, unasoma vitu vingi ili kuelewa. Nikakumbuka hizi habari za chupi. Katika kutaka kumwombea nikamuuliza, kamwambia, je, hujawahi kupoteza chupi katika maisha yako? Dada hapo akakumbuka, akingaliki binti, kuna chupi ilimwangaisha katika maisha lakini alikosa. Nikamwambia hapa ndipo shetani aliingilia, na ni hapa ndipo tunakwenda kubomoa, sababu kupitia ile chupi walikufunga uzazi. Na kwa kweli tuliomba hadi nafikiri saa 2 usiku nikamuaga. Hivi yule mama ana watoto 3 leo, ana watoto 3. Bienvenue anaonyesha namna gani alikuwa na kamata krane, kichwa cha mtu krane, vuvu la kichwa, anachukua na gufuli. Baadaye anakamata katika shimo la ile vuvu la kichwa, anatia ile chupi, alafu anaibanisha ile chupi kwenye vuvu la kichwa na ile gufuli, baadaye anafunga gufuli. Ninapotazama nakumbuka kanisa moja Kongo waliwaambia wanunue magufuli, baadaye mchungaji iko na wapeleka katika maombi ya kuambia ya kwamba waende wanafunga sijui umaskini, wafunge sijui nini. Watu wakafanya hivyo na iko nawaambia waende watupe ndani ya maji.
bila kujua ya kwamba wako wanafunga vitu vya maisha yao, wako wanafunga nyota zao kung'aa, na yule yuko anapokea. Katika ulimwengu wa kiroho wamewateka mateka, ili kwamba maisha yao yaendelee kuwa mabaya, sababu tangu walifunga umaskini sijasikia kwamba wamekuwa matajiri sana. Badala ya hapo wanaendelea kulia. Sababu gani? Wamefanya tendo bila kujua, huku wakifikiria wanafunga mabaya yasiwapate, kumbe wako wanafunga mazuri yao ambayo yangewapata, ambao wangeishi nayo, wanayafunga ili mabaya ndiyo yawapate. Wachawi ni wabaya, nimewambia wamefika ndani ya wachungaji. Unapaswa kuangalia pratike gani mchungaji iko na kusemesha, sababu hii pratike ya Magufuli ni pratike sana za wachawi. Kufunga vitu, wanafunga na Magufuli, wanatupa funguo mbali. Sasa unakutana mkanisa nako wanakuja kufanya hivyo. Sujiulize kwanza, Yesu alivifanya wapi ili nifanye hivi? Sasa huyu Bienvenue anaonyesha kwa njia hiyo walikuwa wanafunga uzazi wa kila yeyote. Umelia sana, Mungu akupe mtoto, lakini hujafanya kitu chochote. Sababu unaweza kuomba, lakini mara kwa mara ninaambia watu ya kwamba kuna maombi ya kusihi, lakini kuna maombi ya vita. Sababu gufuli hiyo ambayo imefungwa na chupi yako imebanwa pale, ili ufunguliwe inaomba kupiga maombi ya vita. Tena maombi ya vita hapana ya juujuu, ni ile maombi unajua aseme nilipotezaga chupi na mpaka leo sijaipata, kwa hiyo shida yangu inaweza kuwa kwenye hii chupi. Manguo ambayo tunavaa watoto wa Mungu, usiweke tu, usiexpose. Angalia wamama, upumbavu mwingi, si wamama tu tafadhali, hata vijana. Haumjui mtu ametoka wapi, haujui anaishi je, hauna jambo lolote na yeye, lakini anakuja tu unamwazima nguo zako. Tena unamwazima nguo ambazo bado hazijafuliwa, bado hazijapigiwa pasi, yani zile nguo ziko na ile kifukutu yako. Huwezi jua mahali anaweza kapeleka ile harufu yako, ile kifukutu yako. Huwezi jua wamemuomba yenyewe sehemu gani. Sasa tuko tunajikuta tu katika maisha ya kiroho tumefungwa bila sisi kujua, bila sisi kukuwa makini, bila kuangalia sehemu. Au unakutana mtu, kwa mfano umepoteza kikwembe, umepoteza kitambaa, lakini unakutana hujapata wakati wa kupiga magoti na kumwambia Mungu, hichi kitu nimekipoteza ndiyo, lakini sijajua namna gani kimepotea. Kwa hiyo ikiwa kimeangukia katika mikono mibaya ya mwovu, basi ninafuatisha damu yako Bwana kuchoma hicho kikwembe na kukata kila uhusiano wangu mimi na hicho kikwembe. Kwa hiyo kama kimekwenda katika mikono mibaya, kwa hiyo kinakwenda. Hii chupi ambayo imenipotea, ninakata uhusiano kabisa na hiyo chupi. Chochote changu ambacho kiko ndani ya hiyo chupi, tangu leo nimekikata, ninachoma, ninaunguza, ninateketeza. Mikono yoyote ambayo imegusa, ninatuma moto kuchoma. Lakini wewe unafanya kama hakuna lolote lililotendeka. Unajua tu nimepoteza, imekwisha. Na sasa unakutana unatesa wachungaji, muniombee, mbona hiki kinatokea, mbona hiki kinatokea. Kumbe tatizo si wakuombee, lakini tatizo ni kupigana vita ili kile kitu kichomwe mahali kimekwenda. Sababu shetani ni mwongo, ni mharibifu, ni muuaji, ni mwivi. Anaiba uzazi wetu kwa njia hiyo. Bienvenue anasema alifunga uzazi wa wengi sana. Na hapo alikuwa na chunga hao ambao wamefungwa uzazi, siku moja nao wakuje kwake.
Sasa anafanya nini? Wakija kwake, yeye ndiye alifunga, ana uwezo wa kufungua. Na kama ni mwingine mchawi aliyefunga, yeye Bienvenue anasema walikuwa najua namna gani ya kuzungumuza kwa njia yao ambayo mkifaransa wanaita telepati, kwa njia ya telepati. Kwa hiyo unapokuja na tatizo ya kufungwa uzazi, cha kwanza alichokuwa anafanya, alikuwa anazunguka katika maisha yako na katika ngazi za wachawi wengine, ili ajue ni mchawi gani amekufunga wewe. Ikigundulika ni yeye, kazi ni rahisi, sababu atakwenda tu afungue vile vitu, atavivunja tu kwa ingine, maombi yake anavivunja, baadaye anakupatia mtoto. Lakini Bienvenue anasema mtoto wa kwanza ambaye alikuwa natokana na kule kuomba uzazi, yule mtoto wa kwanza alikuwa toujours victime. Yeye alikuwa toujours proie ya mapepo, sababu ni kafara ambayo imetolewa kwa mapepo. Hiyo si mimi ninasema, ni Bienvenue anasema. Na yuko naandika, anasema ninasihi wa mama mjue ya kwamba, na wa baba mjue ya kwamba Mungu ndiye anapea watoto. Mtoto amekushinda, umehangaika, unaanza sema huyu mtoto nimfanyeje? Lakini kwa nini usikumbuke kama ulimpata kwa njia ya madawa? Kwa nini usikumbuke kwamba walikupatia mitishamba ya kuinama mbele ya kupata huyo mtoto? Kwa nini usikumbuke kwamba walikupatia hiki na kile mbele wewe uzae huyo mtoto? Amekushindaje? Aseme kushinda yao ni wokovu tu. Nakutana mtoto aliyepatikana katika hiyo njia, kama ni binti, atakuwa malaya wa kushindikana kabisa. Yaani mapepo zinawafuata ili ziwaangamize. Asipookoka hamtamweza yule mtoto. Naona kwamba Bienvenue anaonyesha kazi maharibifu ya mwovu shetani, jinsi alikuwa anaharibu watu. La tatu, kupiga watu na ufafa. Jana nilionyesha ile Mathayo 17, 15, 18. Namna gani mapepo Yesu anazifukuza mapepo ambazo zilimpiga mtu kwa ufafa. Na hawa wachawi nao unaona kwamba wana ile uwezo wa kupiga watu kwa ufafa. Ndio maana nilisema wako au service ya ile pepo d'oppression Beelzebul, ya kunyanyasa watu. Unakutana mtu anakuwa kifafa na haujui alikuwa kifafa namna gani. Lakini Bienvenue anasema pia ni kwa njia ya gufuli. Yule mtu aliyetajwa tu ya kwamba apigwe na ufafa, Bienvenue alikuwa anakamata gufuli, anafanya maincantation yake, baadaye anafunga ile gufuli. Inaonekana Bienvenue alitumika sana na viungo vya mwili na gufuli. Wengine wanatumikaga na manyoya ya hii, yani ni mingi mingi. Na huyu mtu anasema wengi ni wale ambao wanaanguka kwenye bafu. Unakutana mtu ameanguka tu ndani ya salle de bain. Unakutana mtu tu iko na prokutia, pofu inatoka mwanzo wa kifafa. Ninaposema hii nakumbuka siku moja tulikuwa katika mkesha kanisani, na alafu Mungu akatusukuma na kutuongoza kufanya louange moja yenye iko forte. Na tulikuwa na kijana ambaye alikuwa mwimbaji ndani ya kwaya. Hatungewazia kwamba anaugua kifafa, na alikuwa na ficha, na wazazi wake walikuwa na ficha. Nafikiria mara kwa mara alikuwa naomba kifafa hicho kisimpate kanisani. Sasa hali hiyo akaificha kana kwamba ni aibu. Ni aibu. Watoto wa Mungu, labda Mungu alipenda haya mafundisho yaje. Kuna kitu anataka kufungue ndani. Hizi kazi za shetani, kuna kitu Mungu anataka ugundue na ufunguke ndani.
mimi sikijui, lakini wewe unaifuata audio hii unaweza kuona kijua. Huyo ndugu sasa, katika ile louange forte kabisa, tumeingia kiroho kabisa katika kuimba, ngoma zinapigwa, tunaimba kabisa. Tukakuja kusikia kijana analalamika na kutupwa chini pa. Mara ya kwanza mwimbaji anafanya hivyo, tulishtuka. Kakimbia hapo, nikamshika na kuanza kukemea ule pepo. Tangu hiyo wakati pepo wa kifafa alimtoka. Wazazi walishuhudia hadi leo. Kunapita kama miezi miwili, nimeonana na mama yake. Sasa kijana amekuwa Kenya, ameoa Mkenya, yeye ni Mnyarwanda, na wana maisha mazuri huko Kenya. Kisha kupona ule ugonjwa, akili zilimrudi, akasoma, na alikuwa na tatizo la kusoma sababu ya hiyo hali, na leo ni mzima. Bwana ana uwezo ya kufungua watu, wafanye wenye wanaweza kufanya, wafunge watu jinsi wanaweza, lakini yule anayekutanana na Mungu siku moja atafunguliwa, atakuwa huru. Bienvenue anasema kwamba wamewafanya watu wengi kuwa vifafa. Unakutana mtu povu inamtoka, anaanguka ovyo. Usifiche ikiwa una mtu kama huyo, mpeleke kwenye watumishi wa Mungu wamwombee. Ninaamini ni pepo. Kifafa sio ugonjwa wa kupeleka tu hospitali. Ninajua hospitali wanakuwa na mambo ambao wanasema kichwani hivi imeendeka hivi, lakini pia kuna mapepo wa kifafa.